Nimemsikia Wasira. We mzee, usituharibie nchi. Hauna mtoto unayesomesha. Kuna watoto wako hapa. Umekula pesa za nchi hii kabla mimi sijazaliwa. Mpaka leo unatumia rasilimali za nchi hii. Ndio maana unachukiwa hata na watu unaokaa nao. Inakuwaje kwamba wawe kiongozi kama unapendwa, wananchi wanapokasirika mtu wa kwanza wanakuanzia wewe? Kwa sababu hupendwi, kwa sababu ya kauli zako za kishenzi, za kijinga. Unatishia kwamba unafikiri unaweza kufuta Chadema. Chadema imeshavuka level hiyo. Acheni kupigia kiberiti petroli. Acheni kupigia kiberiti petroli. Mlijaribu kwenda kwenye uchafuzi peke yenu kwa kuiondoa Chadema. Mwisho wake mliishia kuua watu. Na hili nataka mnisikilize kwa makini nilieleze. Ndugu zangu, sisi sio wajinga na sio wasahulifu. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani kwa mujibu wa katiba, baada ya marehemu Magufuli kufariki, alimkamata Freeman Mbowe akampa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo ni tabia yake kutisha watu, kuonea watu, sio bahati mbaya. Alipomweka Freeman Mbowe ndani, kelele ikawa kubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Akamtoa Freeman, akamuita, akasema tukazungumze. Mimi nimekulia kwenye chama hiki tukiwa na John Mnyika, tukiwa wadogo sana. Tumeaminika kwenye timu ya watu 5 Chadema iliyoteua. Mimi nilikuwa miongoni mwao na John Mnyika tulikuwa naye. Siku ya kwanza tulipoenda Ikulu, Samia alisema tupeane pole wote. Wote tumeteswa, akiwemo yeye. Akasema mimi ni Muislamu, sitaki kitu cha dhuluma. Akasahau kwamba yeye alikuwa amemweka Freeman ndani. Lakini sisi tukasema binadamu pengine hubadilika, kwa sababu binadamu kwa kizungu tunasema ni heterogeneous, sio jiwe. Jiwe ndio homogeneous. Binadamu anajifunza. Jiwe tu peke yake au kichaa tu ndiye asiyebadili mawazo. Tukafikiri labda huyu mama amebadili mawazo. Akatuzungumzisha kwa kauli nzuri, akituambia mimi ni mama yenu na nini. Tukakubaliana, moja, watu wote waliokuwa nje ya nchi wamekimbia nchi wakina Lema, kauli toke warudi ndani ya nchi na Lissu. Tukakubaliana tukae timu ya watu 5 kutoka upande wake na timu ya watu 5 kutoka kwetu, tujadili namna ya kukwamua nchi hii. Akaunda timu iliyokuwa chini ya makamu mwenyekiti wa chama chake Abdurrahimani Kinana, na sisi timu yetu ikaongozwa na Freeman Mbowe. Tumekaa miezi miwili tu, nikamwambia katibu mkuu na nilimwambia Freeman, niko kwenye record, huyu mama anatuchezea. Akatuzungumzisha mwaka mzima. Tulipoona anatupeleka shimoni, tukamwambia hebu lete kwa maandishi, kwa sababu government moves on paper. Serikali inazungumza kwa maandishi, hebu tuletee commitment ya maandishi. Siku hiyo ndo wakavunja kikao kile, kwa sababu wakatuletea kila hoja tuliowapelekea kwa maandishi wakaikataa. Lakini tukasema kwa sababu aliapa kwa kutumia dini kusema yeye ni Muislamu hata iba uchaguzi, hebu tumjaribu kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Akamchukua mkwe wake akamfanya waziri wa TAMISEMI asimamie uchaguzi wa serikali za mitaa. Akamwambia, wewe mkwe wangu na kifua kipana, najua utafanya vizuri. Mwisho wake wagombea wa Chadema wakaondolewa zaidi ya 90% kwenye uchaguzi, wakajitangaza wenyewe. Chadema tukasema no reforms, no election. Hiyo ni agenda nyingine, nitaizungumza vingine.